Diamond baada ya kumaliza show yake Manchester, nikajiuliza kwani huko Marekani bado anafanya nini mpaka sasa hivi. Nikamwona yuko pande za New York City akiendelea kuenjoy. Nikaona ma-interview yanaendelea. Baadaye akatangaza kwamba ni mmoja kati ya wasanii ambaye ataperform kwenye jukwaa kubwa la Summer Jam Hot 97. Nikasema hivi ni kweli Diamond anakwenda kutumbuiza hapo? Na akaendelea kufanyiwa mahojiano, akasema amejiandaa kweli kweli, na aliweza kuhojiwa na TMZ akasema ametaka kufanya shopping, na so far mpaka sasa hivi akipiga mahesabu ametumia kiasi gani maandalizi na kuwepo hapo New York. Ametumia dola za Kimarekani 250, zaidi ya milioni 663 Diamond ameweza kuziwekeza kuhakikisha kwamba anaweza kufanya show kubwa hiyo ambayo amekwenda kufanya. Sasa hii ni zaidi ya historia kwa Diamond Platnumz kwenda kuperform hapo. Sasa party ambayo nimeipenda kuliko zote, nataka hapa sasa hivi uitazame. Na kwa upande wa Summer Jam, sio mara ya kwanza kabisa kuweza kufanya show. Walishawahi kufanya show, na waliwahi kufanya show mwaka jana 2024. Watu karibia 25,000 mpaka 30 ndio walipata nafasi ya kuingia kuangalia show. Na mwaka jana wasanii ambao waliitwa walikuwa ni Doja Cat, alikuwa Sexy Ready, alikuwa French Montana, Davido, Rolla, Cash, By Swag, Honey, BXBY na wengine kibao. Na this time around 2025 Diamond alipata nafasi ya kuperform na Buji kutoka Marekani, Guna kutoka Marekani, huyu anaitwa Groli La Pimp kutoka Marekani, Jarulo kutoka Marekani, pia Ayra Starr kutoka Nigeria na Asake kutoka Nigeria. So imekuwa nafasi ya kipekee kwa Diamond Platnumz kuungana na wasanii kutoka Marekani pamoja na USA. Imagine kutoka Tanzania, kutoka East Africa ni Diamond pekee, na amepiga show nzuri. Nimependa ambapo amewaambia lights up, ubadelewa sijui, alafu kulia kushoto. Yani sikiliza, washa ni taa, afu tunakipiga kulia kushoto. Hiyo ni Marekani, sio Bongo, sio Tandale. Kwenye watu wameingia, I'm sure 100% Diamond hajawahi kwa bahati mbaya. Kuna mashabiki zake, na akiwa huko kuna vitu vingi sana amefanya ambavyo mimi binafsi nimevipenda kutoka kwa Diamond. Kwanza akiwa New York ameweza kufanya shopping, kafanya interview nyingi sana, tena ametuwakilisha vizuri. Unajua wasanii wengi Kiingereza ni tatizo, lakini amekipiga cha kutosha. Lakini akiwa huko ameishi maisha fulani ya kistaa sana. Anaonekana kabisa anapita mtaani, watu wanajaa, anasaini kidogo watu kwenye matisheti, sijui kwenye madaftari yao na nini. Tunamwona Diamond Platnumz yani kuna lifestyle fulani Diamond ameonekana nayo Marekani, unaona kabisa huyu jamaa kama Bongo. Alafu tunajua kabisa New York ni mji wa gharama sana.
Yani so mji ambao unaweza ukalala na kuishi kwa bei ndogo. Maisha yake ni very expensive, na Diamond huko sasa ndiko ambako ana enjoy. Yupo huko. Tunampongeza kutuwakilisha Tanzania. Amepata pongezi nyingi sana kwa watu wengi kwa show ambao wamefanya na namna ambavyo kutuwakilisha. Una comment gani? Hem, tuachie kwenye comment section. Lakini huyu anaitwa Diamond Platnumz na mimi naitwa King Biwa Bingo Online. Alafu tumepewa nguvu na magari maarufu. Wacheki hawa na magari ya ndoto yako. Sasa hivi wanaweza kukupa gari ya ndoto yako. I'll be back to you. Sisi wepesi tunakupa kwa wakati. Somebody